السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu Waislamu watukufu, kama tunavyofahamu wafuatiliaji wa Mukhtar Online TV, kila siku ya Jumanne tunakuwa na kipindi cha ndoa zetu ambacho ni kipindi maalum kwa wiki kujia kwa mara moja. Lakini leo tutakuwa na mabadiliko ambayo tunakuleteeni sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo leo tuko katika mazazi, kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutaelezea walau kwa uchache tarehe ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufupi sana, na kuelezea ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi, wafuatiliaji, watazamaji wa Mukhtar Online TV, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, katika suratu Ali Imran aya 31, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Na katika maneno mengine ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katika aya iliyotanguliza kusoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kupitia kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ewe Muhammad. Katika baadhi ya wafasiri kama Ibn Abbas katika tafsiru Tanwirul Miqbas min tafsir Ibn Abbas anasema, qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, basi nipendeni mimi Mtume Muhammad. Nasema fattabi'u dini, fateni dini yangu, ndio kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha mpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema yaghfir lakum dhunubakum, atawasameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafurun liman taba, ni msamehevu mno kwa yule mwenye kutubia. Yoyote atakayerudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutubia, kujutia makosa yake, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ghafurun arrahim liman mata ala tauba, na Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, ni mwenye kumtakia huruma yule ambaye atakufa ndani ya toba katika yale ambayo kwamba ameyafanya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuko katika kukumbuka mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini jambo kubwa mno ni kufuata yale aliyotuamrisha na kukatazika na yale aliyotukataza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba hakumleta yeye kwetu sisi isipokuwa awe ni rehma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni rehma. Je, sisi, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, makusudio na malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumfanya
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kwetu kama rehma, kuja kwetu akiwa ni rehma. Je, rehma hiyo tunaipata ama imetufikia? Ndio pale aliposema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Tabia zetu na mapenzi yetu na vitendo vyetu vyote iwe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumkumbuka kwetu iwe ni kuyaendea yale yaliyokuwa mazuri ambayo amekuja nayo na kukatazika na yale ambayo ametukataza. Yako maneno ya Imamu Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ta'sil ilaha wa anta tubhiru hubba, wewe unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na wewe unadhihirisha mahaba kwake yeye. Vipi? Maana yake vipi unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala alafu unadhihirisha kwamba unampenda? Utampendaje mtu alafu ila hali unadhihirisha mahaba mapenzi kwake yeye? Anasema hadha muhalun am wa huwa muhalun am hadha muhalun fil qiyas badi'un. Jambo hilo la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala alafu ukiwa unamuasi, anasema Imamu Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sema jambo hili ni muhali, ni jambo lisilowezekana katika kuliweka katika mizani ama katika kulipima katika kiasi. Jambo hili ni jambo lenye kuzuka, ni jambo ni gumu. Kwa hivyo huwezi, maana yake ni huwezi kumpenda mtu alafu ukawa unafuata yale aliyoamrisha ama aliyokataza. Anaendelea kusema kwamba fa in kana hubbuka sadiqan, ikiwa mapenzi yako wewe ni ya ukweli, la ata'ata, basi ungemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Innal muhibba, hakika ya mpenzi, liman yuhibbu, kwa yule ampendaye, muti'un, ni mwenye kumtii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi mapenzi yetu yawe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio tutapata nafasi ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tupitie njia nyepesi ambayo kwa kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, njia nyepesi aliyotuelekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio utakuta wenzetu wema waliopita wakiwemo masahaba waliuchukua Uislamu na Uislamu ukawachukua, yani Uislamu uliwasaidia wao, kwa sababu wao waliufanya Uislamu ndio kipaumbele chao. Leo Uislamu sisi hautusaidii. Aliyekuwa Muislamu ambaye anatekeleza swala tano ama anafanya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hayuko tofauti na asiyetekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Hatumpendi na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kutanguliza aya ndiyo tanguliza amesema in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi ni wenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiangalia katika nyakati tulizo nazo, hatumfuati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatumpendi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatuwezi kumfuata wala kumpenda kwa sababu hatumsomi, na hatumsomi wala kumfuata wala kumpenda kwa sababu hatumjui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo safari ya kwanza ya kumfuata na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaanza katika kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiangalia katika nyakati tulizo nazo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio wa mwanzo ambaye ametupwa. Tumempoteza kabisa. Tumebaki na kuadhimisha, kufanya sherehe za maulidi, mazazi na kusherehekea mambo mengineyo. Na katika maulid tunakusanyana, tunakumbushana yaliyokuwa ya kheri, tunakatazana yale ambayo tumekatazwa kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukishaondoka pale, basi kila mmoja anaondoka na jambo lake. Lakini pende kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, kumtaadhimisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutaadhimisha siku aliyozaliwa ni kufuata yale ambayo amekuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumpenda yeye ili sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatupende. Innal muhibba, hakika ya mpenzi, liman yuhibbu, kwa yule mpendaye, muti'un, ni mwenye kutii.
Pia mama yetu Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha aliulizwa na masahaba kwamba vipi alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibu lake lilikuwa ni jepesi, alisema kana khuluquhu alqur'ana, tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni Qur'ani. Je, wewe na mimi tabia zako ni Qur'ani? Qur'ani imekataza, umekatazika. Qur'ani imeamrisha, umeamrishika. Tunataadhimisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viwanja mbalimbali, kusherehekea, kufanya maulidi, kukumbuka mazazi yake. Je, tunafaidika na hivyo? Tunawaidhika, tunakatazika, tunaamrishika? Kwa sababu wenzetu waliotangulia masahaba wao walikuwa hawasomi thanawi, hawasomi jamia, hawasomi mutawassita, hawasomi ibtidai, hawakuwa na shahada yoyote, isipokuwa shahada yao ilikuwa ni pale inaposhuka aya ya kuamrisha jambo wanaamrishika, na pale ambapo inashuka aya ya kuwakataza wao jambo na kukatazika. Hii ndiyo shahada kubwa ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wenzetu wengi waliingia katika Uislamu, hawakuzaliwa katika Uislamu. Ukiwasoma katika tarehe na Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wengi hawa katika masahaba 10 mubashirina bil janna, masahaba 10 ambao walibashiriwa janna, na wengineo wengi waliukuta Uislamu wakapewa historia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaingia katika Uislamu, wakaupenda Uislamu mpaka kufikia kubashiriwa pepo. Lakini sisi wengi wetu tunazaliwa ndani ya Uislamu, lakini bado matendo yetu yako nje, matendo yetu ni ya kikafiri, matendo yetu ni magumu, hayafanani na Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kipindi chetu cha leo cha ndoa zetu kwa siku ya leo tu tunakibadilisha kwa sababu ni siku maalum ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na usieni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ninavyohusia nafsi yangu. Pia mtazamaji wa Mukhtar Online TV, usikose kufuatilia vipindi vyetu vingine vifuatavyo ndani ya wiki, na pia usikose kulike, comment, pia kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.